Haya ndiyo mambo matano unayopaswa kuyaombea ama unapaswa kuyafahamu kuhusu tumbo la uzazi la mwanamke. Jambo la kwanza, Mungu aliliumba tumbo la uzazi la mwanamke liwe kama lango, yaani liweze kupitisha vilivyo vya Mungu. Na ndio maana unaona marais katika dunia hii, watu ambao walibeba majibu ya maswali ya watu wengi katika huu ulimwengu, kuna namna ambavyo watu hao wote walipita katika tumbo la uzazi la mwanamke. Kwa hiyo unapopata nafasi ya kuliombea, maana yake kuna kitu kipya unakuwa unatengeneza juu ya mtoto wa kike au wa kiume ambaye atakuja kupita katika hilo tumbo la uzazi. Lakini sehemu ya pili, ndani ya tumbo la uzazi la mwanamke upo uwezekano wa kusudi la mtoto anayezaliwa kuanzia humo ndani. Mungu anapomwambia Yeremia, tangu tungwa ndani ya tumbo la mama yako nalikutambua na nalikujua, nimekutenga. Lakini jambo la tatu, hatima ya mtoto. Cha kubwa ya kilele cha mafanikio ya mtoto yanaweza akatengenezwa ingali mtoto akiwa bado yuko ndani ya tumbo la mama yake. Lakini jambo la nne, unaweza kuona kuna kitu cha baraka. Ukisoma kile kitabu cha Zaburi 58 mstari wa 3, Biblia inasema walijifunza ukaidi, walijifunza uovu tangia tumboni mwa mama zao. Upo uwezekano wa tabia kuzaliwa ingali mtu akiwa yuko ndani ya tumbo la mama yake. Lakini jambo la tano na la mwisho, tunazungumza baraka. Ndani ya tumbo la uzao la mwanamke kuna mahali Biblia inatuambia watu walibarikiwa tangia tumboni mwa mama zao. Kwa hiyo you have to know these 5 things. Unapokuwa unaomba kwa ajili ya mke wako, unapokuwa unaomba kwa ajili ya dada yako, unapokuwa unaomba kwa ajili ya mtarajiwa wako, kumbuka kuombea tumbo lake la uzazi kwenye maeneo haya matano. Usisahau kucomment, kushare mafunzo haya mazuri na watu wengine, na Mungu aliziumba mbingu na nchi na dunia na akubariki.